Hizi ndizo njia ambazo zitakusaidia wewe mzazi kumtambua mwanao kwamba ana IQ kubwa au ana IQ ndogo, au ana akili kubwa au ndogo kwa kipimo cha kupambanua mambo. Mara nyingi watu tunatofautiana. Kuna watu ambao wana upeo mkubwa sana wa akili, wengine wana wastani, wengine kidogo kabisa, na hii ni kawaida tu kwa binadamu. Sasa nitakwambia wewe mzazi namna ya kumtambua mwanao kwamba ana IQ kubwa au ndogo. Njia ya kwanza kabisa, mtazame mtoto. Kama mtoto wako anakuwa analia sana, anakusumbua mno, hutulii, upati usingizi, upati utulivu, hufanyi kazi zako, yani yeye ni kulialia tu, ni usumbufu. Ukimpa kitu hachukui, ukimpa kitu achezea anatupa, ukimpa gara na bunja, yani ni mkorofi tu, yani anakusumbua sana, mama hutulii. Nataka nikwambie kwamba mwanao atakuwa na IQ kubwa na uelewa mpana sana wa akili. Lakini ukaona katoto ambako ni kapo tu, ukikalaza kanalala, ukikapa toi kanachezea wadudu, kanachezea vitu, yani kamepoa tu, kametulia. Wazazi wengi hujisifia kwamba watoto wao ni watulivu, lakini ukweli ni kwamba watoto wao IQ yao ni ndogo sana, yani ule uwezo wa akili ni mdogo, kiwango chao ni kidogo, kiko finyu sana ukilinganisha na wale ambao ni wasumbufu. Wakishafikisha miaka 5, 6, 7 wakiwa shuleni, tunatarajia mwanao ambaye ana IQ kubwa aanze kuwa msumbufu kidogo. Yani ukimpeleka shule hataki, yani unamng'ang'aniza ndo anaenda, yani unamng'ang'aniza, unajua kwamba IQ yake ni kubwa sana. Yani shuleni hata walimu hawampendi hivi, kutokana na namna sio mwitikiaji mzuri, anagombana na wenzake, ni mkorofi wa hiki na kile, ukimwambia hiki yeye anafanya kingine, yani hafati yale maelekezo, walimu hawampendi. Ujue kwamba huyo IQ yake ni kubwa sana, IQ yake ni kubwa mno, ukilinganisha na wale watoto ambao wanapenda kwenda shule, wanawahi namba vizuri, walimu wanawasifia, wanafanya vizuri darasani, wanapata A, yani wako vizuri kwenye shughuli za shule, wanafanya, hawana mgomo wowote. Uwe na uhakika kwamba mwanao wala usifurahishwe na hizo A zake, usifurahishwe na hayo matokeo yake darasani. Kumbuka, maishani watapata shida kwa sababu uelewa wao ni mdogo sana. Simaanishi sasa mtoto aanze kumfundisha ukorofi, kwa sababu hizi ni nature. Usimfundishe ukorofi, maana kuna mtu mwingine tamani kumwona mtoto akiwa mkorofi. Hapana, usimfundishe ukorofi, ila hizo ndizo dalili za kumgundua kwamba ana IQ kubwa au ana IQ ndogo. Anapofika miaka 16 kwenda 18, 20, tunatarajia kijana wako kama atakuwa shuleni, atakuwa ni kijana ambaye kwanza hapendi uongozi, ni mtukutu, ni mkorofi. Wakati mwingine walimu kutokana na ule usumbufu wake wanaamua kumpa uongozi, kumtuliza yale makali, wanampa uongozi kwamba huyu ndo atafaa. Huyo ana IQ kubwa sana, na mara nyingi hawapatagi max nyingi sana wakiwa sekondari, hawapatagi max nyingi, wanapata max za chini hadi wastani wa katikati. Ujue kabisa huyo kijana wako ni hazina ya baadaye, ukilinganisha na wale ambao unakuta mara nyingi wanajiweza sana darasani, wanapata A, wako vizuri, wanawahi namba, wanachomekea, wanavaa vizuri, wako smart muda wote, wanapasi nguo. Yani huyo usijivunie kwamba ni msafi, ni mtulivu na nini. Huyo unaona kwamba IQ yake ni ndogo sana. Wale wenye IQ kubwa mara nyingi sana hata kufua kwao ni mgogoro, kuoga ni shida, kwenda shule ni wanachelewa sana. Ukienda pale darasani wamekaa nyuma kabisa kule bakabencha na wanapiga kelele sana, wanajitenga kutokana na namna walivyo, wanajitambua. Kwa hiyo ukishaona mtoto wa namna hiyo, usimpige kwa nini amefeli mtihani. Kumbuka kuna maisha yanamgoja, huku atapata A za kutosha, na huyu anapata A usijivunie sana, inawezekana kwenye maisha asifanye vizuri. Na nitakutofautishia vitu viwili. Hawa wanaofanya vizuri sana na kuwa watiifu wakiwa shuleni, mara nyingi wameandaliwa kuongozwa, yani wameandaliwa kuwa chini ya uongozi, kuwa chini ya mamlaka, kuwa chini ya mameneja, yani wamejiandaa kwa ajili ya kuajiriwa waongozwe. Na hawa ambao ni watukutu wanapata vialama vidogo na vya wastani, wanakaa huku bakabencha, mara nyingi hao ndio viongozi, ndio wenye miradi, ndio mabosi, ndio waajiri, yani ndio wakurugenzi, ndio wenye miradi mikubwa, ndio wenye mafanikio, kuja kuajiri hao watu. Naomba hii clip uihifadhi, utakuja kuifuatilia baadaye kwa utulivu. Naomba ushare, ucomment na ulike kwa ajili ya kupata tips nyingine za kiakili kama hizi. Kuwa nami.